Siri 7 za utajiri kulingana na Biblia Takatifu. Biblia Takatifu inatufundisha kuwa utajiri wa kweli haupatikani tu kwa bahati au nasibu, bali ni matokeo ya maisha ya utii, hekima na imani. Wakati watu wengi wanaona utajiri kama mali za kidunia tu, Biblia inatufundisha kuwa utajiri wa kweli ni mchanganyiko wa kiroho na kidunia: amani, baraka, mali, heshima na urithi wa vizazi. Hapa chini nitazielezea siri 7 za utajiri na jinsi zinavyoweza kutumika kwa maisha ya kila siku. 1. Utii na uaminifu kwa Mungu. Siri ya kwanza ya utajiri kama inavyofundishwa katika Biblia ni kutii amri za Mungu na kuwa mwaminifu kwake. Utii ni msingi wa kila baraka. Wale ambao hufuata amri za Mungu wanakuwa na msingi thabiti wa kuishi kwa hekima na kupata utajiri wa kweli. Biblia inatufundisha kuwa bila utii, hofu au heshima kwa Mungu haiziwezi kuwa na utajiri wa kudumu. Mfano wa Biblia, Abrahamu aliwa mwaminifu kwa Mungu kwa kumpa mwanawe Isaka kama sadaka, na kwa utii wake alibarikiwa sana. Mungu aliahidi kuwa kizazi chake kitabarikiwa. Josefu alitii kimsingi malengo ya Mungu licha ya mateso Misri. Hii ilisababisha kuwa na nafasi kubwa na mali nyingi. Mwanzo 41 mstari wa 41 hadi 43. Maana katika maisha ya kila siku, utii katika familia, kazini na katika maadili ya maisha hutoa heshima na hutoa fursa za mali na heshima. Kwa mfano, mtu mwaminifu anayeshughulika na kazi yake kwa uadilifu hufanya biashara au kazi zake kudumu na kufaidi. 2. Kumtegemea na kumtumaini Mungu. Imani. Siri ya pili ni kutegemea Mungu katika kila jambo. Biblia inatufundisha kuwa utajiri wa kweli unapatikana pale tunapomwamini Mungu kwa dhati na kumtumia katika kila jambo. Hii ina maana ya kutoa kipaumbele cha kwanza kwa Mungu, kutegemea hekima yake badala ya nguvu zako za binadamu. Methali 3 mstari wa 5 hadi wa 6 unasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemea akili zako. Mjulishe njia zako zote, naye atainyorosha njia zako. Mfano wa Biblia, Ayubu alipitia majaribu makubwa, lakini hakumwacha Mungu. Hatimaye alibarikiwa tena kwa mali, familia na afya. Ayubu 42 mstari wa 10 hadi wa 17. Danieli alitegemea Mungu hata katika shamba la farasi na heshima za kifalme. Danieli 6 mstari wa 16 hadi 23. Maana katika maisha ya kila siku, kutegemea Mungu kunasaidia mtu kufanya maamuzi sahihi katika biashara na familia. Mfano, kuanzisha biashara au kuwekeza bila kutegemea hekima ya Mungu kunakuwa na hatari ya kupoteza mali. Kutegemea Mungu ni siri ya kudumu kwa baraka. 3. Bidii na kazi kwa moyo wote. Siri ya 3 ni bidii na kufanya kazi kwa moyo wote. Biblia inatufundisha kuwa mkono wa uvivu hauwezi kuleta mali, bali wale wanaojitahidi na kutumia akili zao wanaibarikiwa. Utajiri wa kweli hauendi kwa mtu aliyekaa bila kufanya kazi. Methali 10 mstari wa 4 unasema, mkono wa uvivu huifanya mtu aone njaa, lakini mkono wa watu wenye bidii huimarisha mali. Mfano wa Biblia, Josefu alifanya kazi kwa bidii na uaminifu akiwa kiongozi Misri, jambo lililomfanya kuwa mtu tajiri na heshima. Mwanzo 39 mstari wa 2 hadi wa 4. Maana katika maisha ya kila siku, kila mtu anayeweka juhudi katika kazi yake au biashara huzalisha mali thabiti. Bidii hufanya mtu aonekane kama kiongozi wa heshima, jambo ambalo linavutia fursa za kibiashara. 4. Kuhesabu na kuhifadhi mali. Usimamizi wa fedha. Siri ya 4 ni kuchukua tahadhari katika kutumia mali zako. Biblia inatufundisha kuwa mtu anayetumia mali kwa busara na kuwekeza kwa hekima huzalisha utajiri wa kudumu. Utajiri unaopatikana haraka bila mipango haudumu. Methali 21 mstari wa 20 unasema, hekima ipo ndani ya hazina ya mtu mwenye busara. Mfano wa Biblia, Methali 13 mstari wa 11, mali iliyopatikana kwa haraka itapungua, bali yeye achumiaye kidogo kidogo atazidishia. Kutunza mali yako na kuwekeza kwa busara, mfano kuweka akiba, kuwekeza katika biashara au kuanzisha miradi midogo, husaidia kuongezeka kwa mali. Kupanga matumizi yako kunazuia potevu wa mali na kuunda msingi wa utajiri wa kudumu. 5. Kutoa na kushiriki na wengine, kujitolea. Siri ya 5 ni kutoa kwa wengine kwa moyo wa kweli. Biblia inatufundisha kuwa kutoa si kupoteza, bali njia ya kupokea zaidi. Wale wanaotoa kwa huruma, kwa usaidizi wa maskini au kwa huduma za kijamii huzalishwa baraka. Methali 11 mstari wa 24 hadi wa 25 unasema, kuna anayetoa kwa wingi haupata zaidi, bali mtu anayehifi sana hupungukiwa. Mfano wa Biblia, wabikira na wengine walipotoa kwa maskini na wale waliokuwa na shida walipokea baraka za mali na heshima.
Yesu alifundisha kuwa kumpa maskini ni njia ya baraka za kudumu. Mathayo 25 mstari wa 34 hadi 40 unasema, kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mlobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mlowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifunguni mkanijia. Na mstari wa 40 unasema, na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadiri mliomtendea mmojawapo hao wadogo mlinitendea mimi. Kutoa sehemu ya mapato au huduma kwa wengine hufungua mlango wa baraka. Mfano, mtu anayetoa sehemu ya faida yake kwa misaada au elimu anapata baraka, heshima na fursa mpya. 6 ni kutafuta ufalme wa Mungu kwanza. Siri ya 6 ni kumpa Mungu kipaumbele cha kwanza. Biblia inatufundisha kuwa kutafuta kwanza mambo ya kiroho hutoa baraka za kidunia. Utajiri wa kweli ni mchanganyiko wa kiroho na mali. Reference Mathayo 6 mstari wa 33, lakini kutafutini kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, nanyi mtabarikiwa katika kila jambo. Mfano wa Biblia, Abrahamu aliamua kumtii Mungu badala ya mali za dunia na hatimaye alibarikiwa kwa mali na vizazi. Mwanzo 22 mstari wa 12 hadi wa 18. Kila mtu anayetumia muda na rasilimali kwa kumtumikia Mungu hapata baraka za familia, biashara na maisha ya kiroho. Mfano, kujitolea kwenye huduma, sala au mafundisho huzaa faida kubwa ya kiroho na kidunia. Mfano, kutafuta ushauri katika uwekezaji adilifu ni ujuzi wa kuzuia kutokea kwa potevu wa mali. Nanda, kufanya maamuzi kwa busara katika biashara, familia na masuala ya kijamii hufanya mali yako idumu. Ushauri wa wazee au wenye uzoefu ni baraka kwa utajiri wa kudumu. Biblia takatifu inatufundisha kuwa utajiri wa kweli ni matokeo ya utii, imani, bidii, hekima, kutoa kwa wengine, kutafuta kwanza mambo ya kiroho na usimamizi wa mali. Hizi siri 7 ni msingi wa maisha ya baraka na utajiri wa kudumu. Utii na imani huleta baraka za kiroho. Bidii na hekima hutoa baraka za kidunia. Kutoa na kutafuta ufalme wa Mungu hufanya utajiri ujumuike na furaha na amani. Kwa kuzingatia hizi siri, mtu anaweza kupata utajiri unaodumu, wenye maana na wenye tija kwa vizazi vyote. Utajiri wa kweli si tu mali, bali pia amani, heshima na urithi wa kiroho unaolinda maisha yake na familia yake. Bonyeza subscribe Simulizi za Biblia ili usikose simulizi za Biblia, mafundisho ya imani na siri za mafanikio yanazotegemea neno la Mungu. Like na share video hii ili wengine pia wajifunze hizi siri za utajiri wa Biblia. Andika maoni, ni siri gani ilikugusa zaidi?